Bila ya kupoteza wakati, tumsikilize katika maneno yake. Kitabu kinaitwa Masailu Abi Umar as-Sadhan lilimam Ibn Baz, yani maana yake yale masuala ambayo huyu Abu Umar as-Sadhan alikuwa akimuuliza mwalimu wake na shekhe wake Ibn Baz. Kwa hiyo yale maswali yote aliyouliza huyu bwana yanahifadhiwa. Abu Umar as-Sadhan anasema, wasaaltu shaykhana an qawli, na mimi nilimuuliza shekhe wetu yani Ibn Baz kuhusu kauli ambayo watu wanaisema, law lam nukhbar bi khitami nubuwwa la qulna inna ibn Taymiyyah nabiyyun. Kuna kauli inasema kwamba lau tusingelipewa habari ya kuhitimika kwa unabii kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo nabii wa mwisho, lau tusingelipewa habari hiyo, basi tungelisema Ibn Taymiyyah ni nabii. Sikilizeni maneno hayo, maneno ambayo mawahabi wanayasema. Lau kama angelikuwepo nabii baada ya Muhammad, basi tungelisema sisi Ibn Taymiyyah ni nabii. La kulna, tungelisema, yani kwa maana wao wenyewe tu angelijiamlia kwamba Ibn Taymiyyah ni nabii. Basi anasema nilipomuuliza hivyo Ibn Baz, kwa maana je, kauli hii ni sahihi? Lau angelikuwepo nabii baada ya Muhammad, basi angelikuwa Ibn Taymiyyah. Anasema fatabassama dhahika, akatabasama akicheka Ibn Baz, waqala, na akasema naam, ndio, hadha min sa'ati ilmihi wa ittila'ihi, hii ni kutokana na ujuzi wake mkubwa, uchambuzi wake na uoni wake mkubwa alionao wa kiilmu, rahimahullahu ta'ala. Maneno ambayo ameyataja kuwa Sheikhul Islam al-Imamul A'zam Ibn Baz, Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kuwa aliulizwa na mmoja katika wanafunzi wake. Yule mwanafunzi amwambia shekhe, law lam nukhbar bi khitami nubuwa la qulna inna ibn Taymiyyah nabiyyun, hivi lau kama tusingeambiwa kwamba utume umemalizika, je, tungeweza kusema kwamba Ibn Taymiyyah ni nabii? Hilo ni swali ambalo anaulizwa shekhe. Fatabassama dhahikan, shekhe akatabasamu huku akicheka. Waqala, na akasema naam, ndiyo, hadha min saati ilmihi, maneno haya ni kwa sababu ya upana wa ilmu yake, wa ittilaihi, na wingi wake wa kuangalia katika vitabu, rahimahullahu ta'ala. Wa kama fil hadithi, na kama ilivyokuja katika hadithi, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, mtume asema lau baada yangu kungekuwa na nabii, basi angekuwa ni Umar. Huyu bwana akasema, simeona hapa mawahabi walivyokuwa na itikadi mbovu, namna wanavyomtukuza Ibn Taymiyyah. Lau utume ungekuwa haujakwama kwa mtume, basi tungesema Ibn Taymiyyah ni nabii. Sasa mimi nataka nimuelekeze huyu ndugu yetu hadahullahu ta'ala, kabla hujamkosoa Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, itabidi kwanza nikurudishe nyuma katika karne ya 9. Katika wanachuoni waliokuja karne za mwisho mwisho huko, kuanzia karne ya 8 ya 9, kuna mwanachuoni anaitwa al-Imamu Subki. Al-Imamu Subki ni mmoja katika wafuasi wa madhhabu ya al-Imamu Shafi'i, na yeye ndiye aliandika kitabu kinachoitwa Tabaqatu Shafi'iyya, kina juzuu zisizopungua 7, akifanya tarjama za wanachuoni mbalimbali. Sasa nakuelekeza urudi kwenye hicho kitabu, nenda ukaitafute tarjama ya al-Imam Abul Maali al-Juwaini, katafute tarjama ya al-Imamu al-Juwaini. Katika tarjama hiyo al-Imamu Subki wakati anamuelezea al-Imamu al-Juwaini akasema hivi, waqa'ada litadris, al-Imamu al-Juwaini alikaa kwa ajili ya kusomesha, walfatwa, akawa anatoa fatwa, wa majlis al-munadhara, akawa anakaa katika vikao vya munadhara kufanya mijadala, wa ta'limi al-khas wal-'am, pia akawa anafundisha watu maalum na watu wa kawaida. Wa kana mahiran, na alikuwa ni mahiri fi ilqa'i durusi, katika kutoa darasa. Wa amma zuhuduhu, ama uzuhudi wake, ucha Mungu wake, wa wara'uhu, na wara'i wake. Wara ni mtu kuacha jambo ambalo ni halali kuogopea sija akaingia katika haramu, au tuweze tukasema kwa maana nyepesi kujihifadhi. Fa ilaihi almuntaha, basi kwake ndio ni kikomo, yani kana kwamba hakuna mtu wa kumfikia al-Imamu al-Juwaini. Haya ni maelezo anayetoa al-Imamu Subki. Kisha anaendelea kusema,
Qala al-Imamu Abu Sa'id, anasema al-Imamu Abu Sa'id ibn al-Imam Abil Qasim al-Qushairi. Al-Imamu al-Qushairi ni miongoni mwa mashekhe wa kisufi wakubwa tu, na ana risala yake inaitwa Ar-Risalatu lil-Qushairi. Sasa al-Imamu Subki ananukuu maneno ya al-Imamu al-Qushairi katika tarjama ya al-Imamu al-Juwaini. Sasa al-Imamu al-Qushairi anasema hivi: kana aimmatuna, walikuwa maimamu wetu, fi asrihi, katika zama zake, yani zama za al-Imamu al-Juwaini, walmuhaqiquna min ashabina, na wahakiki katika watu wetu, yaatakiduna fihi, walikuwa wanaitakidi kwa al-Imamu al-Juwaini, min al-kamali wal-fadli wal-khisali al-hamida, kwamba alikuwa na fadhila, alikuwa na mambo mazuri. Kisha akasema annahu law jaza an yab'atha Allahu nabiyan fi asrihi lama kana illa huwa. Anasema na lau Allah subhanahu wa ta'ala angeamua kutuma nabii katika zama zake, basi asingemtuma isipokuwa al-Imamu al-Juwaini. Haya ni maelezo anayataja al-Imamu Subki akiyanukuu kutoka kwa al-Imamu al-Qushairi, maelezo yanayomhusu al-Imamu al-Juwaini. Na hawa wote ni Shafiia, wote ni Shafiia. Sasa je, hawa nao ni mawahabi? Hilo ni swali la kwanza. Hawa nao ni mawahabi? Aje ajipapatue hapa atujibu. Mwisho wa maneno yake anasema hivi: min husni tariqatihi wa zuhudihi wa kamali fadlihi. Haya yote ni kwa sababu ya njia yake ilivyokuwa nzuri, ucha Mungu wake na ukamilifu wa fadhila zake. Mashafii wakasema lau Allah angeamua kutuma nabii katika zama zake, basi angemtuma al-Imamu al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Narudia tena, aje ajipapatue atujibu. Nukta ya pili, kutolea ufafanuzi maelezo ya Ibnu Bazi na maelezo ya nani, ya al-Imamu al-Qushairi, ni kwamba kuna kanuni ambayo wanapenda kuitumia wataalamu wa tafsiri. Wanasema katika Qur'ani au inafaa kupiga mifano kwa vitu ambavyo ni mustahili, darbul mithali bil mustahil. Inajuzu kupiga mfano kwa kitu ambacho hakiwezekani. Nitakupa mfano. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la in asharakta, lau utajaribu kunishirikisha, la yahbatanna amaluka, basi yatabatilika matendo yako, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Tujiulize swali, hivi Mtume anaweza kumshirikisha Allah? Mtume anaweza kumshirikisha Allah? Haiwezekani. Kwa nini Allah mwambie Mtume lau ukimshirikisha Allah matendo yako yatabatilika? Allah amepiga mfano huo kuonyesha ukubwa wa dhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala asema, lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, lau katika ardhi na mbingu kungekuwa na miungu ya kweli ukimwacha Allah, basi mbingu na ardhi vingeharibika. Hivi inaweza ikatokea kwamba Allah hayupo halafu miungu wengine wakaitawala ardhi na mbingu? Ni kwamba haiwezekani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano huo. Hii wanaita ni darbul mithali bil mustahil, kupiga mfano kwa vitu ambavyo haviwezekani. Allah kwenye Qur'an anasema, qul in kana lirrahmani waladun, ikiwa Allah ana mtoto, fa ana awwalul abidin, basi mimi ndio wa mwanzo kumwabudu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, basi mimi ni wa mwanzo katika wale wenye kumwabudu. In kana lirrahmani waladu, ikiwa Allah ana mtoto. Hivi Allah anaweza kuwa na mtoto? Kwa nini Allah amepiga mfano huo? Kwa hiyo jitahidi usiwe na kurupuka tu. Mtaalamu mmoja alisema, ikiwa msafara utapita katika eneo ambalo kuna mbwa wakapiga kelele pale, usimamishe ule msafara, kisha wale mbwa watembezee kichapo, ili siku nyingine ukipita wasikupigie kelele. Sisi tulishasema na tunaendelea kusema, hatutakuja kumnyamazia mzushi yoyote anayewatuhumu mashekhe zetu na maulamaa wetu. Ikiwa mtu atazungumza kwa inswafu, kwa uadilifu, kwamba hapa fulani kakosea kwa hoja,
tunakubali. Si rahisi umkute Wahabi sana asema Ibn Taymiyyah Sheikh wetu kakosea kwenye jambo fulani. Allahu akbar, si rahisi. Na nitakuleteni mifano mingi. Na amesema huyu bwana kwamba hawakubali kwamba mashekhe zao wamekosea. Soma hata vitabu vya Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kuna maeneo anamkosoa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Soma kitabu Ahkamul Janaiz ya Sheikh Albani, kuna maeneo anamkosoa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Je, Sheikh Albani ni Wahabi au sio Wahabi? Yaharifu bima la yarifu. Nimalizie kwa kutaja moja ya kasida ya mashekhe au ya shekhe wa twarika, na insha Allah majalisi zifuatazo tutakuja kuonyesha shirki walizokuwa nazo watu wa twarika, mpaka baadhi ya mashekhe wa kitwarika walifikia hatua wakadai kwamba wao ni miungu. Tutakuja kuyaona hayo. Tafuta kasida inayoitwa walamma safa qalbi wa tabat sarirati wanadamani sahwi bifathi albasirati. Ni kasida ambayo inanasibishwa kwa Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Wakaftu bibabillahi wahdi muwahada wa nuditu ya jilani ya dukhuli hadrati. Nitasoma baadhi ya vipengele muone namna gani hii kasida ilivyokuwa na kufru. Beti ya 17 inasema hivi: wa a'lamu nabtal ardi kam huwa nabtatun wa a'lamu ramla al-ardi addan li ramlati. Anasema mimi, yani shekhe huyo wa twarika anasema mimi ninajua mimea yote iliyomo katika ardhi, najua iko mingapi, na mimi ninajua idadi ya changalawe zilizokuwa katika ardhi. Wama qultu hadha alqawla fakhran wa innama atal idhnu hatta ta'rifu min haqiqati. Asema siyasemi haya kwa kujifakharisha, lakini nimeyasema ili mjue kwamba mimi ni nani, mjue uhakika wangu. Ana kuntu ma'a nuhin ushahidu fil wara biharan wa tufanan ala kaffi qudrati. Anasema mimi nilikuwa pamoja na Nuhu nikishuhudilia yale mafuriko, bahari ile, ala kaffi qudrati. Hayo yote nimeyaona katika kiganja cha mkono wangu kutokana na uwezo niliokuwa nao. Wa kuntu wa Ibrahima mulqan binarihi, mimi na Ibrahim tulitupwa katika moto. Wa ma barada an-nirana illa bid'awati, na ule moto haukuzimika ila ni kwa dua yangu mimi. Wa kuntu ma'a Ismaila fi dhabhi shahidan wa ma anzala al-madhbuha illa bifutiyati. Asema mimi nilikuwa na Ismail wakati anachinjwa, na yule kondoo aliyekuja kuchinjwa badala ya Ismail hakuja hivi hivi, ilikuwa ni fatwa aliloitwa mimi. Wa kuntu ma'a Yaquba fi ghashwi ainihi wa ma bari'at ainahu illa bitaflati. Asema mimi nilikuwa pamoja na Yaquba alipokuwa kipofu na wala hakupona isipokuwa mimi ndo nilomtemea mate. Maelezo yako mengi, wallahi maelezo yako mengi, kufuru imejaa hapa. Kisha katika beti ya 33 anasema malaktu biladallahi sharqan wa maghriba, nimemiliki miji ya Allah mashariki na magharibi. Wa in shi'tu afnaitu al-anama bilahdhati, na nikitaka naweza kuwamaliza viumbe kwa kitambo kimoja, kwa muda mchache sana. Lahdha ni shekhe huyo, sio mtume. Muridi, ewe muridi wangu. Muridi ni cheo katika utwarika usufi. Kuna muridi, sijui kuna udarweshi, sijui kuna nini. Kwa hiyo anasema muridi lakal bushra takunu ala alwafa wa in kunta fi hammin aghithka bihimmati. Amwambia ewe muridi wangu, pata bishara nzuri, ukiwa katika huzuni mimi nitakusaidia. Muridi tamassak bi wa kun bi wathiqan liahmiyaka fi dunya wa yawma alqiyamati. Ewe muridi wangu, shikamana na mimi, niamini mimi, nitakulinda hapa duniani na siku ya kiyama. Ile kauli ya Allah aliposema yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Aya hii na maelezo haya wapi na wapi? Allah anasema siku hiyo umiliki ni wa Allah tu. Allah mwenyewe anasema katika suratu Ghafir,
ile siku ya kiyama Allah atatangaza limanil mulku al-yawm. Jamani, ufalme ni wa nani leo? Lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Allah anasema leo kila mtu atalipwa kwa alichochuma. Huyu shekha wa twarika mwambia muridi wake, wewe usiogope, mimi nitakulinda duniani na siku ya kiyama. Kwa hiyo jishebedue, piga kelele, sisi tunataka majibu hapa.